Nazareti ali hai. Jioni ya leo Bwana ikawe jioni ya urejesho kwa utukufu wa jina lako. Nitumie mtumishi wako kwa upako wa kimbingu kusema yale ambayo umeyakusudia katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amina. Tukae katika uwepo wa Bwana. Asanteni Presti, Mungu awabariki watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana asifiwe. Nasema tena Bwana asifiwe. Nasema tena haleluya. Tuna kichwa chetu cha somo. Na nataka nimalizie yale mambo mawili ya jana, na siku zinaenda, somo langu naona hata linakaribia nusu. Tajitahidi kwenda haraka kidogo. Kuna vitu nivizungumze kesho kutwa. Tuone tutafika wapi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena haleluya. Tuna kichwa cha somo kinachosema mwaka wa kupata. Mwaka wa kupata. Kupata nini? Kupata afya. Kupata nini? Kupata utajiri. Kupata nini? Kupata maisha ambayo Mungu ameyakusudia. Kupata nini? Kupata mema. Kupata mwaka wa kupata. Jina la Bwana libarikiwe. Jana tulisoma kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 25 mpaka mstari wa 30. Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 25 mpaka mstari wa 30. Neno la Mungu linasema hivi: wakati ule Yesu akajibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, jifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hajasema kwake hakuna nila, ila anachosema nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Tuko pamoja? Kwa hiyo kwake napo kuna nila, ila kuna tofauti ya hii nila nyingine. Na lengo letu la somo ni kumsaidia mtu kuomba. Ni kumsaidia mtu kuomba ili apate haja ya moyo wake. Ili apate haja ya moyo wake. Ni kumsaidia mtu kuomba ili apate haja ya moyo wake. Na hapo kuna mstari mmoja ambao tumekuwa tukiusimamia wa Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12, ndio mstari wetu uliobeba somo. Mwanzo 26 mstari wa 12 ndio mstari wetu uliobeba somo. Unasema, Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema tena haleluya. Na nipende kumshukuru Mungu kabla sijaanza kuzungumza haya mambo matatu ambayo tuliangalia siku ya jana. Kuna wenzetu wengine wametoka mbali kidogo. Kama mtu umetoka nje ya usharika wa Kimanga,
upo hapa ndani au umetoka sehemu nyingine, hebu simama. Kama umetoka sehemu nyingine, usimame. Bwana asifiwe. Sio msharika wa Kimanga, umetoka sehemu nyingine umekuja hapa Kimanga. Hebu mpigie makofi Bwana kwa ajili yao. Tukae katika uwepo wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na tukiingia kwenye maombi yale maalum, wakati wa kuombea watu, na nyinyi tutaombea maombi yenu maalum kwa sababu mmetukimbilia pia. Bwana asifiwe. Nilikuwa namuombea mmoja, aliwahi mapema na amefika Jumatatu, Jumanne na Jumatano, na leo Alhamisi ametoka Gongo la Mboto. Na amekuja siku zote. Siku zote. Siku zote. Na Bwana amemfungua. Na hayuko kama alivyokuwa. Bwana asifiwe. Sasa jana nilisema kwenye Mathayo sura ya 29, sura ya 11 mstari wa 29. Kwenye Mathayo sura ya 11 mstari wa 29. Kuna mambo matatu ya kujifunza. Kwenye Mathayo 11 mstari wa 29 kuna mambo matatu ya kujifunza. Na jana tuliangalia jambo la kwanza, jitieni nira yangu. Na sina namna ya kurudi huko nyuma kuzungumza tena. Nataka twende jambo la pili na la tatu, alafu tuingie kwenye maombi. Amen. Jambo la pili. Anasema mjifunze kwangu. Mjifunze kwangu. Kisoma pale kuna kitu kikubwa sana anazungumza pale. Anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo nilichokuwa nataka uone hapo, jambo la pili, mjifunze kwangu. Bwana Yesu anachotaka yeye awe mwalimu wetu. Bwana Yesu anachotaka yeye awe mwalimu wetu. Ndio maana anasema mjifunze kwangu, mjifunze kwangu. Asingesema mjifunze kwangu kama yeye sio mwalimu wetu. Kama anasema mjifunze kwangu, maana yake kuna kitu ambacho tunatakiwa kujifunza kinachopatikana kwa Yesu. Amen. Maana yake ana kitu anachotaka tujifunze kinachopatikana kwake. Anasema mjifunze kwangu. Na siku zote ili uweze kujifunza kwa mwalimu, lazima ukubali kuwa mwanafunzi. Kuna mtu hajaelewa? Ili ufundishwe, lazima ukubali kuwa mwanafunzi. Kwa hiyo Yesu anavyosema mjifunze kwangu, maana yake wewe na mimi tukubali kuwa wanafunzi wa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu anachotaka yeye awe kielelezo chetu. Bwana Yesu anachotaka yeye awe kielelezo chetu. Bwana Yesu anachotaka yeye awe kielelezo chetu. Weka mkato kama unaandika. Yaani tuige kwake. Tuige kwake. Bwana Yesu anachotaka yeye awe kielelezo chetu. Weka mkato. Yaani tuige kwake. Yaani maana yake maisha yake anayoishi yalivyo na mfano, yeye anatamani ya kwamba sisi tuige yale maisha ambayo Yesu anayaishi. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua hapa duniani tunatamani, mtu unasema yani natamani niwe kama mwimbaji fulani, natamani niwe kama mhubiri fulani, natamani niwe kama fulani. Sasa Yesu anasema tuige kwake. Yani kile ambacho yeye anafanya tuige kwake.
kuna maisha ya mfano ambayo Yesu anatamani tuyapate kutoka kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kitu kimojawapo ambacho Yesu anataka tuige kwake, kikubwa sana anataka tuige kwake, ni maisha ya unyenyekevu. Mwambie jirani yako maisha ya unyenyekevu. Mgeukie jirani yako mwambie maisha ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maisha ya unyenyekevu huwa hayaangalii una profile gani, hayaangalii kwamba una status gani. Maisha ya unyenyekevu hauangalii kwamba wewe ni tajiri wa namna gani. Maisha ya unyenyekevu hata kama una status kubwa ya namna gani, unashuka chini, unanyenyekea. Na katika kunyenyekea kwako ndipo Yesu anaposema mtu ambaye ananyenyekea ndio anazidi kuinuliwa juu. Kwa nini? Kwa sababu yeye anawapinga watu wenye kiburi. Sema Mungu anawapinga watu wenye kiburi, lakini anawapa wanyenyekevu neema. Na ukisoma kwenye huu mstari wa 29 anazungumza kitu pale kikubwa cha kwake. Anasema jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole. Anataka tujifunze upole kutoka kwake. Anataka tujifunze unyenyekevu kutoka kwake. Anasema mimi ni mnyenyekevu wa moyo. Katika vitu ambavyo Yesu anataka tujifunze kwake, upole, unyenyekevu toka kwake. Mtu wa Mungu, Mungu akikuinua kimaisha, hakuna haja ya kujiinua. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha ni maisha tu. Maisha ni maisha tu. Hakuna haja ya kujiinua. Hakuna haja ya kuvimba. Mimi ni mhubiri, mimi ni mwimbaji, mimi ni tajiri, mimi nina hela. Unavimba na hivyo vitu, siku moja unaviacha hapa duniani. Una going zako. Una rest in peace. Da, hakuna hata kitu kimoja tutakachokitia kwenye jeneza lako, tutakachokitia kwenye kaburi lako. Yaani tumekupendelea sana, tutakuvisha suti yako ya harusi. Yaani hapo ndo tumekupendelea sana. Pigwa suti yako ya harusi, lakini vingine vyote unaacha hapa duniani, afu sisi tunatamba navyo. Tunaobaki. Sijui kuna mtu ananielewa hapa. Kwa hiyo Mungu akikuinua, zidi kunyenyekea katika jina la Yesu Kristo. Mungu akikuinua kwenye biashara, Mungu akikuinua kwenye huduma, Mungu akikuinua kwenye eneo lolote la maisha, ukitaka kuona unazidi kupiga hatua, ukitaka kuona unazidi kuendelea mbele kwenye maisha, hata kama una maisha ya namna gani, zidi kunyenyekea. Kwa nini? Kila unavyojiinua Mungu anakupinga. Unaweza ukaona Amani huyo siku moja amerudi chini kabisa. Yaani watu wanasema ndio Amani yule au tumtarajie mwingine. Watu wanajiuliza, wanasema huyu ndio fulani tuliokuwa tunamjua au tumtarajie mwingine. Kama ukiwa na kiburi, Mungu anakupinga, anasimama mbele yako, anazuia. Kama ni biashara anazuia, kama ni huduma anazuia, kama ni maisha fulani anazuia. Na mimi natamani katika jina la Yesu Kristo tuige maisha ya Yesu, ili mambo mema anayotupa Bwana Yesu tuwe na unyenyekevu nayo. Na tunapokuwa na unyenyekevu nayo, ili Bwana Yesu azidi kutuinua zaidi katika jina la Yesu Kristo. Kanisa sema tena amina. Kwa hiyo Bwana Yesu anatamani sisi tuige maisha kwake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la tatu. Kuna mambo hapa nataka niyazungumze haraka kidogo, utaelewa. Jambo la 3. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Wewe andika tu. Kesho kama Mungu akinipa nafasi, nitakavyoanza mapema, nitakufundisha shida zilizokuwepo kwenye nafsi. Nitakufundisha nafsi inapopata shida nini kinakamatwa. Lakini ngoja nizungumze mambo machache tu, unaweza ukapata kitu, kwa sababu kesho tunaweza tupata nafasi ya kuzungumza kwa sababu ya upana wa neno letu, wa somo letu. Andika nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Hiyo ni namba 3. Kisoma mstari wa 29 anasema hivi: jitieni nila yangu jifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Hebu sema mtapata.
Hebu sema tena, mtapata. Sasa nisikilize. Andika. Kwenye nafsi kuna mambo, kwenye nafsi kuna. Wewe andika tu, kwenye nafsi kuna. Alafu kesho kama nitapata nafasi ya kukufundisha, nitakufundisha zaidi. Kikosa ya nafasi, taishia hapa. Kwenye nafsi kuna. Kwenye nafsi kuna. Andika namba 1 ya Kirumi, ile namba 1 yenye kidoti pale juu. Namba 1 ya Kirumi. Andika, kwenye nafsi kuna uhai. Kwenye nafsi kuna uhai. Kwenye nafsi kuna uhai. Namba 2 ya Kirumi, andika, kwenye nafsi kuna akili. Kwenye nafsi kuna akili. Namba 3 ya Kirumi, andika, kwenye nafsi kuna hisia. Kwenye nafsi kuna hisia. Namba 4 ya Kirumi, andika, kwenye nafsi kuna maamuzi. Kwenye nafsi kuna maamuzi. Kwenye nafsi kuna maamuzi. Namba 5 ya Kirumi, kwenye nafsi kuna ufahamu. Kwenye nafsi kuna ufahamu. Kwenye nafsi kuna ufahamu. Kwenye nafsi kuna ufahamu. Kwa sababu leo ni siku yetu ya maombi, nataka nizungumze mambo machache, lakini kesho nitazungumza vizuri uweze kujua. Biblia inasema nafsi za watoto wengine zimekamatwa tangu watoto wachanga. Lakini kuna vitu vichache sana nataka nizungumze. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize. Mtu ameumbwa katika mwili, nafsi na roho. Mtu ameumbwa katika mwili, nafsi na roho. Amen. Kibibilia, ukija kama mimi nikiandaa somo, alafu nikikuuliza akili zinakaa wapi? Ngoja niulize hili swali. Akili zinakaa wapi? Akili zinakaa wapi? Wanaosema akili zinakaa kwenye nafsi wanyoshe mkono. Wanaosema akili zinakaa kwenye nafsi wanyoshe mkono. Okay, shusheni. Wanaosema akili zinakaa kwenye ubongo wanyoshe mkono. Wanaosema akili zinakaa kwenye ubongo wanyoshe mkono. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize. Ukienda shule au kwenye science, ukiulizwa akili zinakaa wapi, ukisema kwenye nafsi, umepata nyanjo. Tuko pamoja? Na ukija kwenye upande wa kiroho, ukisema akili zinakaa kwenye ubongo, nakupa nyanjo. Kibibilia akili zinakaa kwenye nafsi. Kibibilia takufundisha hapa, utaelewa. Lakini zinashirikiana na ubongo katika kutenda kazi. Kuna mtu hajaelewa? Akili zinakaa kwenye nafsi, zinashirikiana na ubongo kutenda kazi. Sasa nisikilize. Nisikilize. Mungu alimuumba mtu. Amen. Alipomuumba mtu, Biblia inasema alimuumba kwa kutumia mavumbi ya ardhi. Biblia inasema alimfanya. Tuko pamoja? Baada ya kumuumba, yule mtu akawa amelala hapa chini. Yaani kwa mfano mzuri ni kama mtu aliyekufa. Amen. Mtu aliyekufa anarudi anakuwa kama vile alivyokuwepo katika uumbaji wa siku ya kwanza wa Adamu. Sasa nisikilize. Anakuwa amelala, alikuwa amelala hapo chini. Biblia inasema Mungu akampulizia, nisikilize, pumzi kwenye pua zake. Alipompulizia pumzi, Biblia inasema alimpulizia pumzi ya uhai. Alafu mwanadamu akawa nafsi hai. Sasa nisikilize. Kabla hajapuliziwa pumzi ya uhai, ubongo ulikuwepo. Bongo ulikuwepo, utumbo ulikuwepo,
moyo ulikuwepo, viungo vyote vya kwenye mwili wa mwanadamu vilikuwepo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Lakini alikuwa hana akili. Alikuwa hana hisia. Alikuwa hana maamuzi. Alikuwa hana uhai. Alikuwa hana ufahamu. Baada ya kupuliziwa pumzi ya uhai, Biblia inasema akafanyika kuwa nafsi hai. Alipofanyika kuwa nafsi hai, ndio ghafla sasa ana hisia, ana akili, ana maamuzi, ana ufahamu. Kwa maana hiyo, ndio maana mtu akifa mtu, ile pumzi ya Mungu ya uhai aliyopulizia kwenye pumzi ya uhai anaiondoa. Na anapoiondoa, yule mtu anarudi tena kama alivyokuwa mwanzo. Akili zinaondoka kwa sababu nafsi imeondoka. Maamuzi yanaondoka kwa sababu nafsi imeondoka. Hisia zinaondoka kwa sababu nafsi imeondoka. Uhai unaondoka kwa sababu nafsi imeondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu amenielewa angalau kidogo? Kuna mtu amenielewa angalau kidogo? Okay. Sasa tukipata muda nitakufundisha jinsi adui anavyoweza kucheza na nafsi. Biblia inasema dami nitawapa raha, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo kwenye nafsi ndiko tunakopata raha. Takufundisha, ndio maana Daudi anasema, kwa nini nafsi yangu kuinama? Nafsi ya Daudi ilivyoinama, bana yake akawa hana amani, hana furaha, hana raha. Kwa nini? Kwa sababu kwenye nafsi ya mwanadamu ndipo kuna uhai, ndipo kuna hisia, ndipo kuna maamuzi. Na ndio maana mtu ukifiwa, kinachokufanya upate shida kwa sababu ya kuhisi yale maumivu ambayo yako ndani ya moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema tena haleluya. Kwa hiyo nafsi inaweza ikatekwa. Nafsi inaweza ikatekwa. Kusoma Biblia kuna mstari hapo nitakutajia kesho. Biblia inasema nafsi za watoto wengine zilitekwa tangu walipokuwa watoto wachanga. Kwa hiyo kuna nafsi za watu wengine hapa zimetekwa tangu walipokuwa watoto wachanga. Nafsi zao zilitekwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo zinapotekwa, maana yake tunazikomboa. Kuna mtu mwingine unaweza kumwombea na mapepo, anaombeaga watu wa mapepo wanajua. Unamwombea mtu, alafu anafika kipindi mtu anaweza akalala kabisa. Alafu baadaye mnaanza kusema tunarudisha nafsi yake. Nafsi yake tunairudisha. Ghafla unastuka mtu anarudi. Anastuka afa anashangaa yuko wapi. Nafsi inaweza kutekwa katika ulimwengu wa roho. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nachotaka nifundishe. Sikiza nifundishe. Anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sikiliza. Nafsi isipokuwa na raha, akili zako hazina raha. Ndio maana mtu anapopita mahali pagumu. Sasa hivi wanasema watu wengi wana afya ya akili. Kwa nini watu wana afya ya akili? Kwa sababu nafsi za watu wengi zimejeruhika. Nafsi inapojeruhika kwenye ndoa, nafsi inapojeruhika, Biblia inasema unakosa raha nafsini kwako. Kwa hiyo nafsi yako inapopona, unapata raha nafsini kwako. Kwa nini? Kwa sababu akili zako zitachangamka, utakuwa na furaha, utakuwa na amani. Sasa Yesu anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ni maombi yangu jioni ya leo, kama ulikuwa huna furaha, kama ulikuwa hauna amani, kama ulikuwa ndani yako una majeraha, ndani yako una maumivu kwa sababu ya mazingzong ya dunia hii, nataka nikwambie siku ya leo, Yesu anasema hivi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu katika jina la Yesu Kristo. Kanisa, haleluya. Kwa
Kwa nini? Kwa sababu ukikosa raha ndani ya nafsi yako, utakosa raha na wewe. Nafsi ni kitu ambacho hakionekani, kipo katika ulimwengu wa roho. Hata kama ukienda kupima hospitali utaona moyo, lakini huwezi kuiona nafsi, japo ipo. Sasa nafsi inapokosa raha, na maisha yako yanakuwa hayana raha, maisha yako yanakuwa hayana furaha. Ni maombi yangu jioni ya leo, Yesu amesema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nami ninakuombea nafsi yako ukapate raha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Kanisa sema amina. Unapokuwa na roho ya madeni, nafsi yako inakosa raha. Unapokaa kwa muda mrefu na ugonjwa, nafsi yako inakosa raha. Unapokaa kwenye biashara haiendi, nafsi yako inakosa raha. Upo kwenye ndoa, hauna mtoto, nafsi yako inakosa raha. Jambo lolote gumu linalokuja kwenye maisha yako, linapokuumiza, nafsi yako inakosa raha. Jioni ya leo, kama una ugonjwa, kama biashara haiendi, kama una mtoto, kama hujaolewa, Yesu anasema mahali hapa kuna kwenda kupata raha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Na hii raha tutaipataje? Tutapata raha kwa sababu kama ni mgonjwa, jioni ya leo kuna uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Kama biashara haziendi, jioni ya leo tutafungua biashara yako na biashara itakwenda kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna jambo lolote unalihitaji mbele za Bwana, Bwana akikutendea utaanza kupata raha katika jina la Yesu Kristo. Wanaokwenda kupata raha kwa sababu Yesu anakwenda kuwatendea jioni ya leo, wangesema amina. Sema tena amen. Ongeza Yesu makofi na vigelegele. Nataka nikwambie baba, nataka nikwambie mama, nataka nikwambie kijana, nafsi inaweza kukosa raha. Na ndio maana Yesu anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hataki kuona tunakosa raha kwa sababu ya magumu tunayokutana nayo. Ni maombi yangu jioni ya leo, kila aliyoingia mahali hapa, hiki Yesu ambacho amesema nanyi mtapata raha nafsini mwenu, basi mama, na wewe baba, na wewe kijana, na wewe binti, jioni ya leo ukapokee raha inayotoka kwa Yesu katika jina la Yesu Kristo. Kanisa sema amina. Kanisa sema amina. Kama kuna huzuni ndani yako, sema huzuni ondoka. Kama una furaha ndani yako, sema kukosa furaha ondoka. Kanisa sema amen. Pigia Yesu tena makofi mazuri. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nafsini mwenu. Nilikutana na dada mmoja. Yule dada ni mzuri ati. Sasa kumsifia mtu mzuri sio dhambi. Shida inakuja pale unapotaka kuendeleza process nyingine. Lakini kumsifia mtu mzuri sio dhambi. Biblia imemsifia Sara. Baka Ibrahimu, Biblia inasema Ibrahimu alipokwenda akafika kipindi akasema, watu watanidedisha mwanamke wangu pisi kali hivi. Alafu jamaa wakijua mke wangu ataniua ili wamchukue mke wangu. Kwa hiyo akawa anaogopa kujitambulisha kwamba ni mke wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nikakutana na udada mlembo, dada wa watu. Lakini amefungwa akafungika. Amerogwa akarogeka. Kinachorogwa kwa mwanadamu ni nafsi. Kinachofungwa kwa mwanadamu ni nafsi. Nitakufundisha hapa kesho tukipata nafasi. Huyu dada anakwambia alikuwa kuna bibi mmoja wanakaa naye jirani. Kwa mfano kama ulishawahi kusikia siku moja alishawahi kutoa mahali pengine, sijui hapa kama alishawahi kutoa. Huyu dada yeye alikuwepo anakaa nyumbani kwao, kuna bibi wa jirani. Huyu bibi anampenda sana huyu dada.
Kwa hiyo akawa kamfunga asiolewe, lakini ni marafiki hatari na huyu bibi. Kwa hiyo kilichokuja kutokea sasa kwa huyu dada anakuja kijana, kuna kijana mmoja anasema alikuja kwake wakawa na mahusiano, ikaenda, anashangaa yule kijana akaja kuondoka kwake, alafu akaenda kumuoa binti. Yani ukimweka huyu dada na huyu binti aliyoolewa ukasema labda waje ndani ya nyumba, unaweza kusema huyu dada wa kazi alafu huyu hapa ndio mke. Akaenda akamuoa. Yani ni tofauti kabisa. Dada yule akawa analia. Akaja mwingine. Akaja wa mwisho ndio akatoaga na barua, akatoa na mahali. Huyo alikuwepo kama wa 7 hivi au wa 8. Katoa na mahali kila kitu. Dada anajua sasa ninakwenda kuolewa. Mwisho wa siku jamaa akaondoka. Na huyu bibi akikutana na huyu dada anamwambia, yani mjukuu wangu ulivyo mrembo, yani nakuombea sana kwa Mungu, siku moja Mungu akukutanishe na mjukuu wangu wa kiume mzuri, yani upate kijana anayefanana na wewe. Huyu dada wa watu ni msomi, amesoma. Bibi anamwambia Mungu akupe kijana msomi kama wewe. Kumbe ndio anamwangia, anamloga, amemharibia kabisa. Sema Siku hiyo nikaenda kwenye ule usharika, nikawa na seminar The Morning Glory. Sasa imefika wakati wa kwenye maombi. Yule dada kila tukiingia kwenye maombi tumbo linamuuma, lazima aende uani. Yani kipindi cha maombi tu huyo utaona anatoka, anaondoka. Sasa siku hiyo anatoka, Mungu akanambia waambie wamrudishe yule. Wakaenda akamkamatia mlangoni, rudi ndani. Akarudi ndani. Alirudi ndani, kakaa hapo. Anasema tumbo linauma, nataka. Nikamwambia mleteni hapa mbele. Tukamwombea, afa nikasema tukitoka hapa tukae tuzungumze. Tukazungumza. Nikasikia ndani yangu naomba navunja ukuta, na bomoa ukuta ambao huyu dada amewekwa kwenye hicho chumba ambacho huyu dada amewekwa, na mtoa huko ndani, na itoa nafsi yake iliyofungiwa kwenye chumba. Mapepo yakalipuka, yakaanza kusema umejuaje? Ni kweli tumemfungia kwenye kile chumba chetu. Nikamuuliza wewe ni nani? Sasa yule dada wakati wa ajitambui akasema siwezi kujitaja jina langu. Wewe ni nani? Akasema sihitaji, sikubali kutaja. Nikasema utataja. Pambana pale. Ikafika kipindi yule dada akafunguka. Alipofunguka nikamwambia dada, kuna mtu amekuloga, lakini leo umefunguka, utaanza kuona matokeo. Akasema sawa mtumishi. Sema Alipotoka akafika nyumbani, karibu na nyumbani kwake akakutana na yule bibi. Alipokutana na yule bibi alitoa bonge la sonyo. Dada akajiuliza, kulikoni? Bibi anayenipendaga, bibi mzuri wangu huyu. Akamwambia bibi vipi? Bibi akazama ndani. Binti yule akafika mpaka pale. Bibi akasema nina mambo mengi leo kidogo, wewe nenda, tutaonana kesho mjukuu wangu. Binti yule kaondoka. Kufika kesho asubuhi, usiku wa manane, ukuta wa kile chumba alichokuwa ameshikilia yule binti, nafsi yake, nilisema navunja ukuta ukavunjika, ukaanguka chini. Yule binti ukuta ulivyoanguka, sababu nilisema tunavunja ukuta, tunatoa nafsi yake. Imefika kesho yake, binti yule anakwenda pale, ukuta umeanguka. Anambia bibi, vipi mbona ukuta wako umevunjika? Anasema wewe nenda. Kashaelewa kinachoendelea. Dada yule akaja akasema mtumishi, nimeshangaa. Hebu sema nimeshangaa. Kuna bibi alikuwa rafiki yangu sana, lakini asa hivi urafiki umeisha. Nikaona ndio aliojitambulisha kwamba mimi ni bibi, lakini jina lake hakulisema. Nikasema jana wakati nakuombea, kuna sauti ya bibi iliinuka, na ikapambana na mimi sana. Sasa umeshinda hiyo vita. Yule binti alipotoka pale, alikuwa ajiriwi, alikuwa aolewi, maisha yake yamepinda, dada mzuri aliyelembeka. Kutoka na pale
Ndani ya miezi mitatu akapata kijana. Alipopata kijana, yule kijana akamwambia mimi nimekuja kwako. Anambia huku. Anambia niko huku ndo unapoishi. Kabisa, anasema huku. Mbona sijawahi kukuona? Anasema mimi nakufahamu vizuri tu. Anasema nimechelewa kweli. Nimechelewa kweli. Anasema nataka uwe mke wangu. Dada akasema sawa. Yule kijana akafuata process zote. Yule dada kaolewa, wako kwenye ndoa sasa hivi, ana watoto wake 2. Lakini kilichoshikiliwa ni nafsi. Nafsi yako inaweza ikashikiliwa. Yaani mtu akikufunga anakufunga nafsi. Mtu akifanikiwa kuikamata nafsi yako, kakukamata maisha. Mtu akikukamata nafsi yako anakukontrol kadiri anavyotaka. Nafsi, kwa sababu kwenye nafsi kuna maamuzi, kwenye nafsi kuna uhai. Ndio maana mtu akifanikiwa kuikamata nafsi yako anaweza hata kuua, kwa sababu kwenye nafsi ndiko kuna uhai. Ni maombi yangu jioni ya leo, kila nafsi iliyoshikwa, kila nafsi iliyokamatwa, kila nafsi iliyofungwa, ili maisha yako yasifanikiwe kama Bwana alivyokusudia, jioni ya leo hiyo nafsi yako tunaikomboa kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna mahali imeshikwa, tunaitoa huko ilipo, itakuja hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Sema amina. Kwa hiyo utashangaa mambo yako atakavyoanza kwenda, utakavyopata ambacho Bwana amekusudia upate mwaka huu, tunaoita mwaka wa kupata. Utajiona ghafla unapata amani, unapata furaha. Hakunaga mtu anayepata amani na furaha huku ni mgonjwa. Hakunaga mtu anayepata amani na furaha huku tarehe zinaenda hajaolewa. Hakunaga mtu anayepata amani na furaha huku mtu huyo ameingia kwenye ndoa hana mtoto. Hakunaga mtu. Jana nilichelewa hapa, nitoe mfano tuingie kwenye maombi. Tulipigiwa simu na tulienda na Dennis. Na tulikuwa na Abednego. Tulikuwa nimetoka Upendo na hawa ndugu, jana tulienda wote pamoja. Tulipotoka pale tukaenda Sinza. Nisikilize, itakusaidia. Ndio maana muda wote ukiona una watoto, mshukuru sana Mungu. Nikupe mifano ya dada wawili utaelewa. Dada wa kwanza alipata mtoto wake wa kwanza kwa shida. Alipotoka hapo akaja baadaye akadaka mimba nyingine. Mtoto wa pili, ndani yake madaktari wakipima wanakuta moyo si umefanya nini, mimba inaharibika tumboni. Akaenda watatu, mimba ikaharibika tumboni. Akapata mtoto wa 4, amempata kabisa. Amezaliwa, daktari wanasema figo zake si zimefanyaje, mtoto akafa ndani ya siku 3. Akapata mtoto mwingine, mtoto akafa. Kuna watu wanateseka humu duniani kuliko unavyofikiria. Sasa mtu kama huyu anapata shida kwenye nafsi. Nafsi inakosa amani. Nafsi inakosa raha. Ndani hawezi kuwa na, anakuwa na maumivu yako ndani. Nataka niwaambie ni watu wa Mungu, hakuna kitu yani afadhali mtu tuseme haina afadhali sana. Yani tuseme hujapata mimba kabisa, lakini umepata mtoto miezi 9. Alafu mtoto anazaliwa. Yani umehangaika na tumbo, baba kahangaika na kile kitu, mtoto anakuja na rest. Inauma. Alafu mwingine ndio ushafanywa mpaka operation. Yani mtoto kaenda alafu anakuacha na kidonda. Rai unaitoa wapi? Wanadamu tunaweza tukaja tukakutia moyo, Mungu akutunze, Mungu akubariki. Lakini wanadamu tunapoondoka pale nyumbani kwa mtu aliyopata gumu, anaangalia kidonda. Anaangalia na watoto. Anakosa raha nafsini kwake. Kanisa, haleluya. Nasema tena haleluya. Tukaenda kwa dada mwingine. Huyu dada mwingine mtoto wake wa kwanza alimpata kwa operation. Kwa hiyo maziwa yakawa hayatoki. Kule hospitali ilitakiwa mtoto wampe lactogen 1 au kuna maziwa ambao watampa mtoto ili aendelee kusurvive asipate manjano. Wao akamchelewesha mtoto na daktari, kakake daktari yuko Muhimbili. Akampigia simu mama mwambie kwa sababu yuko huko ndani na mtoto wampe maziwa haraka.
Anaambiwa vile, mama anajizungusha huku, anatoka huku, anafika na kule kwenda kumwambia, baadaye mtoto kapata manjano, akaenda wa kwanza. Akaja wa pili, mimba ikaingia. Pressure sisi nifanyaje? Mara pressure, mimba ikatoka. Akaja wa tatu, pressure sisi nifanyaje? Mimba ikatoka. Alikuwa anasema miezi mingapi? Wiki mbili, miezi mitatu, mimba ikatoka. Kaja nyingine ikatoka. Ikaja huyu wa sasa hivi ambaye sasa juzi ndio mimba hiyo imetoka. Mimba imefika miezi 9. Dada anasema sasa napata mtoto. Tuko Manzese kwenye seminar. Mama yake akaja akasema, jamani, na mtoto wangu, naomba mniombee. Naomba mniombee. Akatoa na sadaka yake. Sasa nikamwambia, mama, huyu mtoto mimi nasukumwa aje tukae naye tumuombee. Tunampigia simu ile dada anasema, mimi kuja huko sasa hivi hali yangu imekuwa hivi. Nikamwambia basi tukutane hata Kimanga. Tukutane Kimanga. Ana uzito, kafungwa, kashikwa, hawezi kutoka. Nikamwambia yule mama, sasa mama, tutachokifanya tutaenda kwake. Mama akasema sawa. Lakini leo atakwenda hospitali. Kutoka mtoto kwenda hospitali Muhimbili, kufika Muhimbili wanasema miguu imevimba, kuna rangi wanaziona sio kabadilika, anaanza kuwa njano sio nini. Kupima mtoto ameshakufa kama siku 3 zilizopita. Ameanza kuharibika tumboni. Kwa hiyo mimba, daktari aliona pressure, wakampeleka ndani haraka, wakamtoa ule mtoto, wakamsafisha. Dada alitoka kule, amerudi nyumbani, amechanganyikiwa na mume wake. Hawataki kumwambia hata mamake ana pressure, na mamake kapambana sana. Mtu kama huyu hawezi akawa na raha, hawezi akawa na furaha. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yake imeumizwa, nafsi yake imejeruhika. Hawezi kuwa na furaha, hawezi kuwa na raha. Mtu ambaye yuko kwenye ndoa, mwanamume ambaye ananyanyaswa na mke wake, hawezi kuwa na raha nafsini kwake, hawezi kuwa na furaha. Mke ambaye yuko kwenye ndoa, kwa nini? Kwa sababu kinachopata shida ni nafsi. Kanisa, haleluya. Leo kuna uponyaji wa nafsi unapita hapa katika jina la Yesu Kristo. Kanisa, sema amen. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Naomba hii meza hapa ichukuliwe, iwekwe pembeni. Kuna maombi hapa nataka tuombe. Cha kwanza tutashughulika na nafsi, alafu mtapita mbele kama yale makundi tuliyosema siku ya jana, alafu kuna vitu tutashughulika navyo hapa. Praise team, pita mbele. Naomba tusimame kwa haraka kidogo, dai tusio rafiki. Karabashanda rabasika. Rapakorianda rabasika rabasha. Tusimame. Weka mikono yako juu kwa Bwana. Weka mikono yako juu kwa Bwana. Weka mikono yako juu kwa Bwana. Niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Baba, niguse. Ukinigusa wewe nitakuwa salama. Bwana, niguse. Mwambie Bwana, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Baba, niguse. Gusa. Nitakuwa salama.
Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, niko mbele zako jioni ya leo. Wewe Bwana unaijua nafsi yangu. Bwana unayajua maisha yangu. Niko mbele zako, niko mbele zako siku ya leo, niko mbele zako siku ya leo. Bwana, kama nafsi yangu imepata shida katika ulimwengu wa roho, leo ninaikomboa nafsi yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninapokomboa nafsi yangu, ninakomboa uhai wangu, ninakomboa maamuzi yangu, ninakomboa hisia zangu, ninakomboa ufahamu wangu, ninakomboa uhai wangu, ninakomboa akili zangu, ninakomboa ufahamu wangu, ninakomboa maamuzi yangu, ninakomboa hisia zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, ninakukomboa kwa jina la Yesu. Pata raha, 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 pata raha. Haya, iambie nafsi yako pata raha, iambie nafsi yako pata raha. Kuna mtu yuko hapa amefiwa lakini hana raha tangu alipopata msiba, sijajua nani, lakini una raha nafsini mwako. Nafsi yako omba, 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 omba. Tarasa tarama, saidia wewe, saidia wewe, saidia wewe, saidia wewe, saidia wewe. Tarama shata, tarama shata, tarama shata, tarama shata. Nafsi yake ipate raha, nafsi yake ipate raha, nafsi yake ipate raha, nafsi yake ipate raha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema napata raha, endelea kuomba. Sema Yesu napata raha kwenye nafsi yangu. Umesema Yesu utanipa raha, nami napata raha, nami napata raha. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba.
kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Saka rakapasaka, endelea 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 kuomba, endelea kuomba. Rakapaka rakapasaya, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu. Rakapapapa rakasaka rakapaya riposeke. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ripapapa, nafsi iliyokamatwa, nafsi iliyokamatwa, nafsi iliyokamata. Rakapapa, amuru nafsi yako iachiliwe leo, iachiliwe leo, iachiliwe leo, iachiliwe leo. Rakapapa, rakapapa, sema kwa imani, achia nafsi yangu, achia, achia. Amuru nafsi yako iachiliwe, 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 iachiliwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Aya, aya, aya. Hiyo nafsi iliyokamatwa, hiyo nafsi iliyoachiliwa, hiyo nafsi achia, 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 achia nafsi. Aya, 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 aya. Achia, 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 achia. Ewe kuzimu, ewe wachawi, enyi waganga, achia, achia, achia hiyo nafsi, achia, achia. Haya, kwenye makaburi, kwenye makaburi, uko njia panda, achia, achia, achia. Ita, ita, ita. Endelea, ita, 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 ita hiyo nafsi, ita, 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 ita hiyo nafsi. Haya, 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 aliyekamatwa kwenye makaburi. Haya, haya, achia, achia nafsi, uko njia panda, uko makaburini. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Haya, 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 atoa Yesu, atoa Yesu, atoa Yesu. Achia leo, achia leo, achia leo, achia leo. Baraka shata. Weka mikono juu, weka mikono juu. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kama nafsi yangu umekamatwa na roho za mateso, na roho za mateso za aina yote ile, kama nafsi yangu umefungwa, kama nafsi yangu umepelekwa makaburini, kama nafsi yangu umepelekwa kwenye mapango, kama nafsi yangu umepelekwa kwenye misitu mikubwa, leo, leo, leo ninaipoa nafsi yangu huko njia panda, huko kwenye makaburi, huko kwenye mapango, huko kwenye madhabahu za nguvu za giza, huko kwenye vizimba vya wachawi, huko kwenye vilinge vya waganga. Nafsi yangu toka huko, toka huko, njoo, 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 njoo. Nafsi yangu ambaye huna magonjwa, ambaye huna mateso, ambaye huna maumivu, na kuitwa leo, njoo, 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 njoo. Haya, ita nafsi yako. Kuna watu hapa mapepo yatalipuka mpaka kule nyuma. Kama kuna mtu nafsi yako ilishukwa kwenye makaburi, kwenye mapango, inaitwa, 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 inaitwa. Ita tu, 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 ita tu. Korobo shambara pakaria. Ita, 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 ita nafsi yako mahali ilipofungiwa, kwenye haya makaburi, kwenye haya makaburi, kwenye hizo madhabahu. Ita, ita, ita nafsi yako, ita nafsi yako, ita nafsi yako, ita nafsi yako ambayo haina magonjwa, ambayo haina maumivu, ambayo haina mateso. Ita, 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 ita kwa jina la Yesu. Tunaita hiyo nafsi yako, tunaita hiyo nafsi yako popote ilipo, popote ilipo. Tunaita, 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 tunaita.
tunaita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunaita hiyo nafsi yako, hiyo nafsi yako, ita hiyo nafsi, ita hiyo nafsi popote ilipofungiwa, popote ilipofungiwa, tunaita nafsi yako, nafsi yako tunaita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunaita nafsi yako, nafsi yako tunaita kwa jina la Yesu, Yesu, kwa jina la Yesu hiyo nafsi yako tunaita. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mahali popote ilipofungiwa, saa hii ni saa ya kukombolewa kwa nafsi yako. Mahali popote ilipo, saa ya kukombolewa kwa nafsi yako. Tunaita huko iliko, tunaita kwenye makaburi, tunaita kwenye hizo madhabahu, tunaita kule kijijini kwenu walipoifungia hiyo nafsi yako, hiyo nafsi yako. Rapakasata ropokoria manda rinda mando ropokoria, hiyo nafsi yako tunaita kwenye hii madhabahu, tunaita hiyo nafsi, tunaita hiyo nafsi iliyochukuliwa mateka, iliyochukuliwa mateka, tunaita kwa jina la Yesu, tunaita kwa jina la Yesu, tunaita kwa jina la Yesu. Njoo nafsi, njoo. Rapakorabasaya, mikono yako juu, weka mikono yako juu, sema kwa jina la Yesu. Bwana, uliponiumba katika mwili, nafsi na roho, lipo kusudio lako ulilolikusudia ili mimi niwe na maamuzi sahihi, ili mimi niwe na maamuzi sahihi, ili mimi niwe na hisia sahihi, ili mimi niwe na akili zinazofanya kazi sawa sawa. Maana imeandikwa, enyi wanadamu, tumieni akili zenu kama iwapasavyo. Bwana, nafsi yangu inapokamatwa, maamuzi yangu ya kibiashara, maamuzi yangu ya kimaisha yanakamatwa. Nafsi yangu inavyokamatwa, akili zangu zinakamatwa. Ninashindwa kutumia akili yangu kama inipasavyo. Leo kwa jina la Yesu, ewe nafsi yangu, rudi katika asili, rudi katika asili. Ewe nafsi yangu, rudi katika asili, rudi katika asili. Uwe na uhai, uwe na uhai, uwe na uhai. Akili zako zilizopo kwenye nafsi zifanye kazi sawa sawa. Maamuzi yangu yawe sawa sawa, hisia zangu ziwe sawa sawa, akili zangu ziwe sawa sawa, maamuzi yangu yawe sawa sawa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mpaka tuanze kuomba. Wakati tunaanza kuomba, naomba wale watu ambao, kama kuna mtu ambaye unapoteza kumbukumbu, kama kuna mtu ambaye unapoteza kumbukumbu, kama kuna mtu ambaye unapoteza kumbukumbu, pita hapa mbele. Unapoteza kumbukumbu, unapoteza kumbukumbu, pita hapa, pita hapa. Kumbukumbu zako zinapotea. Wengine wanasemaga kwamba kwa sababu ya uzee. Sio kwa sababu tu ya uzee. Kumbukumbu zinaweza zikapotea kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wazee kabisa na kumbukumbu zao zipo. Tunataka tuombe hapa. Watu mliopo huko nyuma, nyosha mikono. Ndio tumeanza. Tukitoka na hapo tutaomba kwa ajili ya wafanya biashara. Ukitoka hawa wafanya biashara wote tapita mbele. Tukitoka hawa kumaliza hawa tutakuja wafanya kazi. Tutakuja na wagonjwa. Tutaombea wanafunzi. Kwa hiyo huko nyuma nyosha mikono. Tutakachoongoza huko mbele nitakachokiomba, huko nyuma mtafuata, alafu tutaombea pamoja. Amen. Dawa kirudi wataomba, ndio style ya leo. Weka mikono yako juu.
Sema Mungu uliye hai. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Bwana, jioni ya leo tunaomba kwa ajili ya wenzetu ambao kumbukumbu zao zinapata shida, kwa jina la Yesu. Sasa nyinyi mlikopa unasema ambaye kumbukumbu zangu zinapata shida, si kule tunasema ambao kumbukumbu zao zinapata shida. Kwa jina la Yesu, Bwana, tunaomba kwa ajili ya wenzetu ambao kumbukumbu zao zimepata shida. Wewe Bwana, achilia uponyaji kwenye nafsi zao, kwenye nafsi zao, kwenye nafsi zao. Uponyaji upite, uponyaji upite, uponyaji upite, uponyaji upite kwenye nafsi zao, kwenye akili zao. Uponyaji upite kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Waombe uponyaji upite kwenye kumbukumbu zao, uponyaji upite kwenye kumbukumbu zao, uponyaji upite. Ndio rapashanda rabosika karabashata rapanda rabasika ropo korianda raba. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunaachilia damu ya Yesu Kristo kwenye kumbukumbu zao, kwenye kumbukumbu zao, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Hiyo damu ya Yesu inene mema, inene mema, inene mema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye kumbukumbu zenu. Tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu. Inene mema, inene mema, inene mema. Hiyo damu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Inene mema, inene mema, inene mema kwa jina la Yesu. Hicho kinachopoteza kumbukumbu zenu, damu ya Yesu inene, inene mema. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye akili, kwenye ufahamu, kwenye akili na ufahamu wenu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye akili na ufahamu, kwenye akili na ufahamu wenu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inene mema, inene mema, inene mema kwenye ufahamu wako. Damu ya Yesu inene mema kwenye ufahamu wako. Damu ya Yesu inene mema, inene mema, inene mema kwenye akili zako. Damu ya Yesu inene mema, inene mema. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu kwenye mfuko wa kumbukumbu. Damu ya Yesu inene, 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 inene mema, inene mema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaachilia hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu inene mema, inene mema, inene mema kwenye fahamu zako, kwenye fahamu zako. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inene, 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 inene mema. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu irejeshe hizo kumbukumbu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu irejeshe hizo kumbukumbu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rapa karapa ripo shanda ramasaya orabo shata ramakaria kwanda ropo kora rinda ramasantaria rinda rapa koria nduro rapa kasapa rapa kanda rama kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inene mema, inene mema, inene mema. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu ipite kwenye akili, kwenye nafsi, kwenye akili zako na kwenye nafsi yako. Damu ya Yesu, 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 damu
damu ya Yesu ipite kwenye akili zako, kwenye akili zako. Damu ya Yesu ipite, hiyo damu inanena mema, inanena mema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Weka mikono yako juu. Sema, Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa maana nimeomba na ninaamini maombi yangu yamefika kwako, yamefika kwako. Mungu uliye hai, kumbukumbu zangu zimerudi. Napokea kwa imani, napokea kwa imani. Roho ya kusahau inaniachia. Fahamu wangu unakaa sawa sawa, ufahamu wangu unakaa sawa sawa kwa jina la Yesu. Kuanzia leo roho ya kusahau bye bye kwa jina la Yesu. Sema amina. Pita wafanya biashara, pita wafanya biashara. Kama mfanya biashara uko hapo unaweza ukabaki. Pita fanya biashara, pita wafanya biashara. Karabashata, tuchangamke. Toka wafanya biashara tutakuja wafanya kazi. Toka wafanya kazi tutakuja mafundi. Hata kama ni fundi unajenga, unashona nguo, utapita hapa. Utapita hapa. Kuna upako hapa kwa kila mtu na kitu chake. Moja moja na nguvu za Bwana zinapita hapa kama umeme, kama umeme. Weka mikono yako juu. Nyie ambao mnarudi nyuma mshaombewa, weka mikono yako, ombea wenzetu huku mbele. Wenzenu wafanya kazi tutaomba kila mtu mmoja mmoja. Kila mtu mmoja mmoja tamuombea hapa. Tamuombea hapa. Weka mikono yako juu. Weka mikono yako juu. Sema, Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, niko mbele zako, niko mbele zako siku ya leo. Mimi umenipa neema ya kufanya biashara, ya kufanya biashara. Bwana, umesema utabariki kazi za mikono yetu, kazi za mikono yetu. Bwana, umesema utatuletea wanunuzi kwenye biashara zetu. Bwana, siku ya leo umesema tutauza biashara zetu. Nami Bwana, ninakuomba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ibariki biashara yangu, ibariki biashara yangu, ibariki biashara yangu, ibariki biashara yangu, ibariki biashara yangu. Naleta wanunuzi kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Njoo kwenye biashara yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ibariki biashara yako, ipaje na jina, ipaje na jina, ibariki, ipaje na jina, ibariki, ipaje na jina. Kama una fremu mahali, bariki mpaka ile eneo, bariki mpaka ile eneo. Kama una fremu mahali, bariki mpaka ile eneo. Kama una fremu mahali, bariki mpaka ile eneo unakofanya biashara yako. Kama ni ya duka, kama ni ya duka, biashara yako unakofanya, bariki ile eneo, bariki ile eneo. Leta wanunuzi, leta wanunuzi, leta watu watakaokupa mkono wa shirika kwenye biashara. Katarama rapakando ramasaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba Bwana atabariki kazi za mikono yako, Bwana atabariki kazi za mikono yako. Nasi tunaachilia hizo baraka, hizo baraka, hizo baraka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunahitaji hiyo biashara yako mbele za Bwana, tunahitaji hiyo biashara yako mbele za Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana ibariki kazi ya mikono yako na ile eneo unalofanya biashara. Tunaachilia damu ya Yesu inene mema, tunaachilia damu ya Yesu inene mema kwenye ile eneo, kwenye ile eneo na kwenye bidhaa unazouza. Tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inene mema, inene mema kwa
kwa jina la Yesu. Kwenye malango ya biashara yako tunaachilia damu ya Yesu iliyobeba baraka. Damu ya Yesu ifungue malango yako kwenye ulimwengu wa roho. Malango ya biashara yako yawe wazi, yawe wazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Malango ya biashara yako yawe wazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rapa indaramasata indarapa korea. Popote biashara yako ilipo, tunahitaji madhabahuni pa Bwana, tunahitaji mbele za Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baraka za Bwana ziwe juu ya biashara yako, ziwe juu ya biashara yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu akuletee wanunuzi, Mungu akuletee wanunuzi kwenye biashara yako, kutoka kaskazini, kutoka kusini, kutoka mashariki na magharibi. Kwa jina la Yesu tunawaita wanunuzi kwenye biashara yako, tunawaita wanunuzi kwenye biashara yako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, usinyamaze. Omba, 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 omba kwa Bwana, omba kwa Bwana. Taja hiyo biashara yako, taja hiyo biashara yako mbele za Bwana, mbele za Bwana, mbele za Bwana, mbele za Bwana. Ramanda rapa. Biblia inasema ya kwamba Mungu ndiye atufundishaye kupata utajiri, Mungu ndiye atufundishaye kupata utajiri. Ramanda rama isata rapa. Yeye ndiye atupaye nguvu ya kupata utajiri, yeye ndiye atupaye nguvu ya kufanikiwa, yeye ndiye atupaye nguvu ya kuongezeka. Rinda rapa ya sata horopo korianda rapa randa mantara makata risata katara repakayande rama. Kwa jina la Yesu, nguvu ya maongezeko kwenye biashara yako, nguvu ya maongezeko kwenye biashara yako. Oria masaya randa 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 rapapa risata kayanda inda ramantara bayakaya risakanta rapakaka ranta makoriande inda rapanda rabakasaya oria masata rapakaya inda ramakoria. Bwana akuinulie watu, Bwana akuinulie watu ambao watahitaji biashara yako, na wengine ambao wataitambulisha biashara yako kwa watu wengine kwa jina la Yesu. Na bidhaa unazouza kwenye hiyo biashara yako, Bwana akuinulie watu sahihi ambao watasimama na wewe kuitambulisha biashara yako, watasimama na wewe kuitangaza biashara yako, watasimama na wewe kukuletea wanunuzi kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo biashara. Kwa damu ya Yesu itambulike Tanzania, itambulike Dar es Salaam, itambulike Afrika, itambulike Afrika Mashariki kwa damu ya Yesu Kristo wanavyorejelea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zile baraka za mwaka 2025 ambazo Bwana aliziachia kwa ajili ya wafanya biashara, tunakuombea kwa Bwana hizo baraka, hizo baraka, hizo baraka za mwaka 2025 kwa jina la Yesu. Wewe unayefanya ufugaji, tunakuombea baraka za Bwana kwenye ufugaji wako. Ramasata rikanda ramanta rimanda rapayanda orianda ramasata. Unayefanya biashara ndogo, Bwana abariki hiyo biashara yako, Bwana ibariki hiyo biashara yako, Bwana inue biashara yako. Mwenye biashara ya duka, Bwana inue biashara yako. Haipe kibali, haipe kibali, haipe kibali katikati ya wafanya biashara wengine. Biashara yako ikubalike katikati ya wafanya biashara wengine, biashara yako iongezeke katikati ya maadui zako wanaokataa na kupinga maongezeko yako. Bwana akupe nguvu
yameongezeka kwa watesi wako, kwa maadui zako ambao hataki kuona mafanikio yako. Tunakuombea hiyo baraka yameongezeka, hiyo baraka ya kujulikana, hiyo baraka ya kujulikana. Rapa kandarama ninakuomba omba. Kuna biashara za watu ambao mwaka huu Bwana atazinua kwa viwango vingine, Bwana atazinua kwa namna nyingine. Ng'ang'ana kwa Bwana. Masata, biashara yako kuongezeka ni haki yako, biashara yako kubarikiwa ni haki yako. Rapapapa Ramantarepaya Ritakayanda omba. Kazana, weka juhudi kwa Bwana, weka bidii. Tamka hayo maneno kwa imani, Ramandara Masaya Rapa Korea. Bwana akupe kibali kama alivyompa Yusufu kibali kwa Potifa. Na Bwana akupe kibali kwenye biashara yako, ikafanikiwe, ikaongezeke. Kandara papa nila kwamba hata kama mahali ambapo wanafanya biashara, kuna wafanya biashara kama wewe, wanafanya biashara kama ya kwako, sisi tunakuombea kibali na neema. Hata kama wafugaji ni wengi wanaofuga kama wewe, tunakuombea kibali. Biashara yako iwe na utofauti, biashara yako iwe na neema, biashara yako iwe na kibali, iwe na tofauti. Hata kama bidhaa ambazo unauza na kama za watu wengine, Bwana akaziboreshe, Bwana akupe kibali, Bwana akaachilie neema juu yako na biashara yako. Na yule ambaye umemwajiri kwenye hiyo biashara, na yule ambaye umemwajiri kwenye biashara hiyo, Bwana ampe kibali, Bwana achilie neema, Bwana ampe kibali, Bwana achilie neema. Orio sapayaka orapakanda ramanda ori santara makoria. Ni mkulima unalima rinda ramasata. Hata kama unalima kama wengine, Bwana achilie neema na kibali, omba kwa imani. Bwana akupe neema na kibali, hata kama ni msusi ori ya masata, uko katikati ya wasusi wengine ambao masaya. Bwana aipe biashara yako neema na kibali, ori ambarapaka ropo koriande nisaka. Weka mikono yako juu. Wafanyakazi mjiandae, tukitoka wafanyakazi takuja wengine, takuja wagonjwa, tunamaliza. Sema maneno haya nyinyi wafanya biashara. Sema Mungu uliye hai, imeandikwa wewe ni Mungu utufundishaye kupata faida. Bwana, ninaomba nifundishe kupata faida. Ninakataa roho ya hasara kwenye biashara yangu. Ninakataa roho ya kufilisika kwenye biashara yangu kwa jina la Yesu. Bwana, ubariki mtaji wangu, niongezeke kwenye biashara kwa viwango ambavyo umevikusudia kwa jina la Yesu, Bwana, miongoni mwa watu watakaopata faida, na mimi niwe mmoja wapo kwa viwango ulivyokusudia. Maana umesema wewe ni Mungu utufundishaye kupata faida. Kumbe Bwana, hata kupata faida tunafundishwa na wewe. Mungu ni hai, leo hii akili zangu, ufahamu wangu, maamuzi yangu, uongozi wa biashara yangu utoke kwako, ili nipate faida kwa jina la Yesu. Amen.
Wafanyakazi pita hapa wakati wafanyabiashara wanarudi. Kama umeajiriwa kazini pita hapa. Kama umeajiriwa pita hapa. Kama umeajiriwa pita hapa, tuchangamke kidogo. Kama umeajiriwa pita hapa. Karabashata. Karabashata, tuchangamke kidogo. Banda rapasi katarabako taramana. Kuna upako hapa si wa kawaida, kuna upako hapa si wa kawaida, kuna upako hapa si wa kawaida. Umeajiriwa pita hapa, tuchangamke kidogo. Umeajiriwa pita hapa kidogo, umeajiriwa changamka. Ndio. Sakatarababa. Huko nyuma tunaomba kwa ajili ya wenzetu. Wenzetu walianza kutuombea. Alafu sisi tumeacha kuwaombea wenzetu. Tumeacha kuwaombea wenzetu. Tumeacha kuwaombea wenzetu. Nyosha mikono yako huko mbele. Nyosha mikono yako huko mbele. Nyosha mikono yako huko mbele. Na nyosheni mikono yenu juu. Sema Mungu uliye hai. Baba, katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Niko mbele zako siku ya leo. Bwana, umenipa neema ya kuajiriwa katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Bwana, unajua vita zilizopo kwenye sehemu za kazi. Mungu ni hai, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, naomba usimame pamoja nami. Usimame pamoja nami. Kama kuna roho za mashambulizi zinazonishambulia kuleta shida kwenye eneo la kazi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kama nafasi yangu pale kazini inawindwa, inatafutwa, Bwana, ninaikabidhi mikononi mwako. Kama kuna roho zinazotumwa kuleta uharibifu kazini kwangu, leo Bwana, nitetee, nisaidie kwa jina la Yesu. Naomba neema na kibali kiongezeke pale kazini kwangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana. Kama umeajiriwa unataka upandishe cheo, kama umeajiriwa unataka upandishe mshahara, nenda mbele za Bwana, omba kile ambacho unataka. Kama ni ulinzi, omba. Kama kuna vita kazini, omba. Bwana akupiganie kile ambacho unataka, 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 kile ambacho unataka. Omba, omba, omba. Karaba korobo shandarapa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Omba kazi yako, omba kazi yako. Rikando rapaka risanta ramakorea. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunawaleta watoto wako hawa, Bwana, msakani pako na mbele zako, Bwana. Tazama wameajiriwa kwenye maofisi mbalimbali, kwenye makampuni mbalimbali. Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu, tunaombea msaada wako kwenye hao maofisi walipoajiriwa, walipoajiriwa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakuomba Bwana, uwapiganie, uwe pamoja nao. Rapakanda ramasata, linda ramakorea. Usibariki kazi zao kwenye hizo kampuni, kwenye maofisi walipoachiliwa. Mungu, ninaomba kwa jina la Yesu, uwabariki Bwana, uwabariki na kuwapa neema, na kuwapa neema na kibali, na kuachilia neema yako na kibali kwao. Wakubalike waajiriwa wenzao kwa jina la Yesu, wakubalike wafanyakazi wenzao kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuomba Bwana, uwape tofauti na wafanyakazi wengine, uwape tofauti na waajiriwa wengine walioachiliwa naye kwenye hiyo kampuni, kwenye hiyo ofisi, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema yako iwe juu yao, kibali chako kiwe juu yao, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Kama jinsi ambavyo katikati ya mabikira wengi na walio wazuri ulimpa Esta kibali mbele ya mfalme Ahasuero, na mimi nawaombea hawa Bwana, katika jina la Yesu, katikati ya wafanyakazi walioajiriwa nao, Bwana, uwape neema mbele za mabosi wao, uwape kibali mbele
roho za mabosi wao wakubalike na Masaya rapa koria, na uwezo ulioweka ndani yao uongezeke kwa jina la Yesu. Kama jinsi ambavyo Yusufu alipata kibali mbele ya mkuu wa gereza, Baba ninakuomba kwa jina la Yesu, haijalishi uzoefu walionao ni wa muda mrefu au muda mfupi, tunaombea kwa jina la Yesu, tunaombea kwa damu ya Yesu, uachilie kibali na neema juu yao, kibali na neema juu yao kwa jina la Yesu. Wafanyakazi weka mikono juu. Sema Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, ulisema utatupatanisha na hata maadui zetu. Baba, kama kuna adui kwenye eneo la kazi, nipatanishe naye na uadui uishe kuanzia leo kwa jina la Yesu. Nifanye kazi nikiwa salama katika jina la Yesu. Naomba ulinzi kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya nafasi yangu pale kazini. Naomba ulinzi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Mafundi pita hapa, mafundi pita hapa. Nataka tukiombea wagonjwa, kuna upako hapa si wa kawaida. Taombea wagonjwa, mafundi pita hapa. Tuchangamke kidogo. Kama wewe ni fundi wa nguo, fundi wa ujenzi, fundi wa nini, tuchangamke kidogo. Muda wetu sio rafiki, watu wa Mungu, tunavyotangaza. Tuchangamke, tuombe hapa, tuombe hapa. Wewe ni fundi wa ujenzi, fundi wa nguo, fundi wa nini, tuchangamke, wa umeme, gari na namna zote zile. Tupite hapa, tuchangamke kidogo. Muda wetu sio rafiki. Karabashata. Tuchangamke kidogo. Weka mikono yenu juu. Weka mikono yenu juu. Sema Mungu uliye hai, wakati wa hekalu wa Sulemani lilipokuwa linajengwa, uliwaambia waletwe watu mafundi stadi. Bwana, tuko mbele zako jioni ya leo. Umetupa neema ya kuwa mafundi katika kazi za mikono yetu. Bwana, tunakuomba jioni ya leo, achilia neema yako, achilia neema yako. Tuletee watu watakaotupa mkono wa shirika kwenye ufundi tunaofanya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, tunajua mahali popote penye riziki pana vita, pana shida. Mungu aliye hai, simama mwenyewe kwa jina la Yesu. Tuletee watu, tuletee watu, tuletee watu kwenye kazi za ufundi tunazozifanya. Tukubarike, tukubarike kazi zetu za ufundi tunazozifanya. Tukubarike, tufanye kazi kwa ubora, kwa ustadi, kwa jina la Yesu. Watu waje kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Bwana, 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 nitangaze, nitangaze, nitangaze. Haya, omba kutangazwa, omba kutangazwa kwa ufundi wako. Kama unashona, kama unajenga, omba kutangazwa, omba kutangazwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba kujulikana, tunaomba kutangazwa Bwana pamoja na ufundi walio nao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaomba kwako watangazwe Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila atakayeomba uwezo wao wa ufundi walio nao Bwana kwa damu ya Yesu Kristo wakatangaza kwa wengine kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mafundi wa kushona, mafundi wa nguo, tunaomba kwako. Mafundi wa umeme, tunaomba kwako. Mafundi wa ujenzi, tunaomba mbele zako kwa jina la Yesu. Mafundi seremala, kwa damu ya Yesu Kristo tunawataja mbele zako Bwana. Uachilie neema ya kujulikana, uachilie neema ya kutangazwa, uachilie kibali
cha kutambulika, uachilie kibali cha kutambulika kwa uwezo wao wa ufundi walio nao kwa jina la Yesu. Watangaze, watambulishe kwa jina la Yesu, wajulikane, wapate kibali. Kazi za mikono yao zipate kibali, zipate neema, zikubalike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Wanadharocha leo wakubali mbele zako. Yes. Naomba wagonjwa wapite hapa. Kama una shida ya ugonjwa au una mgonjwa yuko hospitali, yuko kokote pale mgonjwa, pita hapa. Pita hapa. Pita hapa. Msogeze biti hapa, msogeze biti kwenye madhabahu. Msogeze biti kwenye madhabahu, wakaya hapa mbele kabisa. Una shida ya afya, una shida ya afya. Una shida ya afya, pita hapa. Pita hapa. Pita hapa. Tumalize jamani, msiondoke. Kama msiondoke tunamaliza, lakini pia kuna sadaka tunataka tutoe, tunataka tufunge, na kuna matangazo tunataka tutangaze kwa ajili ya kesho Ijumaa na Jumamosi pia. Usitoke, usitoke. Weka mikono yako juu. Weka mikono yako juu. Sema, Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tuko mbele zako jioni ya leo. Bwana, tazama mili yetu ambayo Bwana umetumba kwa mfano wako na kwa sura yako. Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, mili yetu imepata shida, mili yetu imepata shida. Bwana, achilia nguvu zako za uponyaji, nguvu zako za uponyaji. Busa mili yetu, busa mili yetu, busa mili yetu, busa nafsi zetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, mkono wako wenye nguvu ya uzima unigusa leo, unigusa leo. Tatizo lililopo kwenye mwili wangu, toka chia, toka chia. Weza magonjwa, mwachie, 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 mwachie. Toka magonjwa, toka magonjwa. Weza mapepo, weza majini, weza uganga na uozi zinazosababisha magonjwa, toka chia kwa jina la Yesu, toka chia kwa jina la Yesu, toka chia kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia. Huyu ana magonjwa ya kipepo, wamemtubishia mapepo, sio ugonjwa wa kawaida. Wamemtubishia mapepo, wamemtubishia mapepo, sio ugonjwa wa kawaida. Wamemtubishia mapepo, mapepo ya pressure, mapepo ya kisukari, mapepo ya pressure, mapepo ya kisukari. Uti wa mgongo upone, uti wa mgongo upone, kisukari kiondoke. Toka mapepo, toka mapepo, toka mapepo, toka mapepo, toka mapepo, toka mapepo. Msaidia, 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 msaidia. Mapepo haga mondoke, mapepo haga mondoke, magonjwa ya kipepo toka. Endelea. Jina la Yesu, kwa jina la Yesu, haya magonjwa, haya magonjwa toka, toka, toka kwa damu ya Yesu Kristo. Kila magonjwa kwenye mwili wako, isha kisukari, hii presha, haya magonjwa ya tumbo, kwa damu ya Yesu Kristo wanadharocha leo. Tunayamuru, tunayamuru, tunayamuru kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana. Maana imeandikwa kwamba kwa kupigwa kwake tumepona, kwa kupigwa kwake tumepona. Nasi tunayamuru haya magonjwa, haya magonjwa kwa damu ya Yesu. Na tena imeandikwa alituokoa katika nguvu za giza. Haya magonjwa ya kipepo, ya kipepo toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kifua, ya mgongo, ya tumbo, ya miguu, sasa kwa jina la Yesu tunaamuru ya magonjwa, tunayamuru ya magonjwa sahi, sahi, sahi. Tunaamuru ya magonjwa sasa hivi kwa jina la Yesu. Toka kwenye mwili, toka
kwenye mwili kwa jina la Yesu. Tunayaamuru magonjwa sasa hivi, toka, achia mwili haraka, toka, achia mwili haraka, toka, achia mwili haraka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakuamuru kwa neno la Bwana kwa jina la Yesu. Yale magonjwa nisikie neno la Bwana, toka, achia, toka, achia mwili, toka, achia kiuno chake, achia mgongo, achia tumbo lake. Kwenye hilo tumbo tunaachilia damu ya Yesu ipite kwenye hilo tumbo, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu na moto upite, upite, upite kwenye hilo tumbo kwa jina la Yesu. Kwenye kipaji cha Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu iwe beba uponyaji, ipite, 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 ipite kwenye hilo presha, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye hiyo miguu inawaka moto, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema kwenye kifua, damu ya Yesu. Ramanda rama, inawakuomba, inawakuomba, inawakuomba uponyaji, inawakuomba, omba, 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 weka bidii, weka bidii, weka bidii, weka bidii kwenye kuomba, omba. Rema satanda rapa korea, nguvu za Bwana zimetufunika hapa. Kuna nguvu za Bwana za uponyaji ziko hapa. Kuna mtu mmoja anapokea uponyaji, kuna mtu mmoja anapokea uponyaji, kuna mtu mmoja anapokea uponyaji. Randa rapa kasata kwa jina la Yesu, by force, by power, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Toka, achia tumbo lake, toka, achia mgongo wake, toka, achia umuri, achia umuri sahi, toka, 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 toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba Bwana ndiye atuponyaye, Bwana ndiye atuponyaye. Nasi tunamuita Bwana sahi, apite, apite, apite na uponyaji, apite na uponyaji, apite na uponyaji kwa jina la Yesu. Tunamuita Bwana sahi, apite, apite. Yeye Bwana ndiye atuponyaye, ndiye atuponyaye. Rapa kanda rama, risata kayapa, ranta manda rama korea, rikindi yanta rabasaya, repa kasata, rikandi ramasaya. Bwana apite kwenye tumbo, apite kwenye miguu, apite kwenye kichwa, apite, apite kwenye nyayo, apite kwenye uti wa mgongo. Hizo pengine zilizopishana sawa zikae sawa, zikae sawa sawa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo presha iwe namo kwa jina la Yesu, hiyo presha iwe namo kwa damu ya Yesu. Hicho kisukari kiwe namo, kiwe namo, kiwe namo, kiwe namo, kiwe namo kwa damu ya Yesu. Ninaamuru hiyo presha kwa jina la Yesu, hiyo presha kuwa nayo sahi, 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 sahi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Vidonda vya tumbo, sikia sauti ya neno la Bwana kwa jina la Yesu. Yeyuka, 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 yeyuka kwa jina la Yesu. Rapa kanda rapa, risante rabayanda, randa rapa korea, rinda ramante rabakaya kwa damu ya Yesu. Hiyo kansa, hiyo kansa sawa ninaiamuru kwa jina la Yesu. Kansa, sikia sauti ya Bwana. Yeyuka, toka kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe uvimbe kwenye tumbo upande wa kushoto, rapakanda, rapakanda, risante ramakaya, rinda ramanda rapa, rinda ramakoria. Ninakuamuru uvimbe, yeyuka, 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 uvimbe yeyuka, uvimbe yeyuka, uvimbe yeyuka. Hayo macho, hayo macho, hayo macho kwa damu ya Yesu. Presha ya macho, presha ya macho kwa damu ya Yesu. Sikia hayo macho, hayo macho ninakuamuru kwa damu ya Yesu. Safika kwa damu ya Yesu, safika kwa damu ya Yesu, safika kwa jina la Yesu. Ramakoria, huo ukungu kwenye macho, huo ukungu kwenye macho, ninaimaliza damu ya Yesu kwenye hayo macho, kwenye hayo macho, kwenye hayo macho, damu ya Yesu,
damu ya Yesu kwenye macho, ukundu uondoke, ukundu uondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu. Ukundu kwenye macho, ukundu kwenye macho, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ramasata, matatizo yako, matatizo yako, rapakarama, damu ya Yesu ipite kwenye koo, ipite kwenye koo, ipite kwenye koo kwa damu ya Yesu. Matatizo ya mabega, rapakasaya, kila nira kwa jina la Yesu, katika kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, omba, 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 hadi kuna nyuma omba, hadi kuna nyuma omba. Kuna upako wa uponyaji huko hapa, kuna upako wa uponyaji huko hapa, kuna nguvu za kuponya Bwana ameziachilia hapa. Hata kama mgonjwa yuko hospitali, mtaje kwa jina, mtaje kwa jina, mahali popote alipo, nguvu za Bwana zimefika, nguvu za Bwana zimefika, nguvu za Bwana zimefika. Hata kama ni ICU, saa hii tunapona nguvu za uponyaji, nguvu za uponyaji kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rapakoria yote toka, rapapapa, rasaparapa, ramahiria, toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tatizo la masikio, tatizo la masikio, naingiza damu ya Yesu kwenye masikio, damu ya Yesu kwenye masikio, damu ya Yesu inene mema, inene mema, inene mema kwa jina la Yesu. Hiyo mishipa ya macho, hiyo mishipa ya macho, hadi kitu kinauma, saa hii damu ya Yesu kwenye macho, kwenye mishipa, kwenye mishipa, rapapa, risapaka, randorapakaria kwa jina la Yesu. Weka mikono yako juu. Sema, Mungu uliye hai, imeandikwa kwenye Isaya 58 mstari wa 8. Umesema, ndipo nuru yangu itakapopambazuka kama asubuhi. Bwana, na haki yangu itanitangulia. Bwana, afya ni haki yangu. Bwana, afya ni haki yangu. Umesema, utukufu wako Bwana utanifuata nyuma kunilinda. Umesema, na afya yangu itatokea mara, itatokea mara. Bwana, ninaomba afya yangu pokea mara, pokea mara. Uponyaji umepita, upite kwenye mwili wangu, nirudi katika hali yangu ya kawaida kama nilivyokuwa mwanzo kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba hapo pamoja. Nimwombee Victor. Rapa kando roma saya, rikando rapa, omba, 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 omba kwa jina la Yesu. Hiyo afya yako ikurudie mara, hiyo afya yako ikurudie mara. Saa hii uwe na afya, uwe na afya. Mishipa yako na mifupa yako kwa damu ya Yesu Kristo, mwili wako mzima upokee afya, upokee afya, upokee afya, upokee afya. Maana imeandikwa, kwa kupigwa kwake tumepona. Pokea afya yako, pokea afya yako, pokea afya yako kwa jina la Yesu. Ikurudie mara kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Afya yako ikurudie mara, ikurudie, ikurudie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kandarapa karia, risanta rapako, ropokoria manda, risataka yapa, kandaramanda repekesaya, orianda rapako, orianda rebosa. Yes, amen. Bwana asifiwe. Kamata sadaka yako. Muda wetu umeenda. Tanisamehe kidogo, kesho tutakuwa na maombi. Kesho tutaomba kwa ajili ya watoto wote wa shule. Nilipokuwa hapa nataka tuombe, lakini watoto wote wanaosoma, kama wanakwenda shule wanarudi, walete hapa. Kama una mjukuu wako, kama una mtoto wako, watoto waliopo boarding, waliopo chuo, waliopo sekondari, kesho walete mahali hapa. Kama waliokopo huko boarding, waache huko huko. Tutaendelea kuwashikilia, tutaendelea kuwashikilia huko huko walipo, na Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kesho tuna maombi ya watoto, tuna maombi ya wale wenzetu ambao mimba zinaharibika. Mimba zinaharibika. Wengine hujapata mimba,
unataka kupata mtoto, hujapata mtoto, hayo maombi tutaomba siku ya kesho. Hujapata mtoto, unataka kupata mtoto, unashika mimba zinaharibika, hayo maombi tutaomba siku ya kesho. Na watoto wetu waliopo mashuleni na majumbani, tutafanya maombi siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kamata sadaka yako, karibu hapo. Na wasiokuwa na kazi, kesho tutaomba kwa ajili ya watu watatu ambao wamesoma hawajaajiriwa, ambao hawajapata watoto, watoto ambao wanasoma mashuleni, tutaomba kwa ajili yao kesho. Kwa hiyo watoto watakafika mahali hapa, tutashirikiana nao. Kamata sadaka yako, simama. Tuombe. Tulitaka kuendelea lakini muda wetu umekwenda. Mtumishi alitangaza saa 2:30 tutoke, lakini tunajikuta muda umekwenda. Sasa hivi ni saa 3 sasa. Saa 3, mtusamee. Hatukutarajia lakini tumekuta muda unakwenda kwa namna hiyo. Kesho tutajitahidi, tutakwenda faster. Jitahidi kufika. Nakwambia kuna mambo utakayokwenda kuyaona si ya kawaida. Mpaka ikifika siku ya Jumamosi mtashangaa sana. Kuna vitu vitaenda kwa namna ambayo si ya kawaida. Jitahidi kufika, mshirikishe rafiki yako, mshirikishe jamaa yako, tumie message ndugu yako, mwambie karibu. Kama hajafika siku mbili hizi, Jumamosi atafika, weekend, kesho Ijumaa, shirikisha watu tuweze kuja kuchota pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kamata sadaka yako. Mungu wetu na Baba yetu, Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunaomba Bwana kwa ajili ya sadaka ambazo tumekuja nazo madhabahuni pako. Tukubali sisi, zikubali na sadaka zetu tunapokwenda kuzitoa. Bwana, tunaambatanisha na haja za mioyo yetu ambazo tumeomba mahali hapa kwa imani. Yote tuliyoomba kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya ufundi, kwa ajili ya wagonjwa, Mungu unakwenda kutenda kwa utukufu wa jina lako, na sifa na utukufu zitakurudishikia Bwana katika kiti chako cha enzi. Tukubali sisi, zikubali na sadaka zetu katika jina la Yesu Kristo. Kanisa tuseme amina. Karibu mtumishi wa Mungu, utoe baraka tuweze kutoka, tutoe sadaka zetu tuweze kwenda. Mungu akutunze sana kwa ambao unaendelea kufika, lakini tukuombe endelea kufika. Tumebakisha siku chache sana, na siku chache sana zitakuwa na kitu cha kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo watumishi wake amewatumia. Mungu awabariki sana. Ni mwaka wa baraka kwetu Kimanga. Amen. Basi simama kama una nguvu, basi tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kuwapa amani. Na amani ya Kristo ikae pamoja nawe na familia yako. Amen. Karibuni tutoe sadaka. Karibu praise team, tumsifu Mungu.